Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Hatuna budi kumshukuru Mungu mwingi wa rehema, muumba wa mbingu na ardhi, kwa kila tonye la afya na uhai na pumzi ambayo amekuwa akitujalia. Sote tunatakiwa tuseme alhamdulillah. Leo nataka niendelee kukupa faida. Moja kati ya faida ambazo nataka nizitoe ni dawa ambayo anaweza katumia mwanamke tasa. Mwanamke tasa ambaye hapati ujauzito. Mwanamke tasa ambaye hapati mimba. Katika maisha yake yote hajabahatika kupata mtoto. Kwani mtoto ni furaha. Maisha ya ndoa ni maisha ambayo baba anafurahi akiwa na mtoto na mama anafurahi akiwa na mtoto. Lakini tasa si mwanamke tu, hata mwanaume tunaweza kutumia lugha kwamba mwanaume naye anaweza akawa kinyume chake, akawa ni tasa. Hujawahi kuona ndoa nyingi sana mwanamke apati mimba na amekaa na mwanaume zaidi ya miaka 7, miaka 6, lakini kitendo cha yule mwanamke kuja kuachana na yule mwanaume akienda katika ndoa nyingine, unamkuta mwanamke yule baada ya miezi 6, 7 anapata mimba. Hii inamaanisha kwamba tatizo la utasa sio la mwanamke, bali lilikuwa kwake ni mwanaume. Sasa nakupa njia ya haraka sana ambayo popote pale ulimwenguni unaweza ukaitumia na ukanishukuru. Nenda kachukue magome ya mwembe. Kachukue magome ya mwembe. Mwembe unatibu utasa. Lakini magome haya ya mwembe ukisha yachukua, yasafishe vizuri, then ukisha yasafisha yaloweke. Unatakiwa utafute sufuria yenye lita 2 za maji, yaloweke yale magome vizuri, na unaweza ukakata na majani yake vipande 7. Ukichukua yale magome na yale majani, yahifadhi kwenye maji ili yajiloweke na kujichuja, then yalale. Yakishalala, chukua maji yale ya sufuria, asubuhi chemsha katika jiko. Hakikisha unachemsha sana, yachemke vya kuchemka, na yakichemka basi maji yale utayachukua, kisha utayasomea inna a'tainaka al-kauthar. Inna a'tainaka al-kauthar utasoma mara 99. Taanza billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Inna a'tainaka al-kauthar utaisoma mara 99. Kama huwezi kusoma, mtafute ustazi, mwalimu, shekhe, hata mtoto wako ashike lile sufuria au yale maji ya magome ya mwembe pamoja na majani yake, ayasomee na uyachuje vizuri. Manake ule mwembe una magome. Sasa yale magome ya ndani ukate vizuri, magome yake upate. Na kama ikiwezekana ukipata na mzizi wake hata mmoja, changanya. Alafu dozi hii nakushauri wewe ambao umeteseka miaka 7 mpaka miaka 8. Tumia dozi hii ya magome ya mwembe kunywa. Chagua kama ni asubuhi, kama ni mchana, kama ni jioni. Utakunywa kutwa mara 2 ama mara 3, hata mara 1. Upate fursa kwa siku katika mwili wako, usikose dawa hii ya magome ya mwembe ili kutibu utasa. Watu wengi wameleta ushuhuda mwingi sana kwa kufanikiwa katika kutumia hii dawa, lakini kuna dawa ambayo utachanganyia na hayo magome ya mwembe, na kuna sura maalum, aya maalum ambayo utaitaja katika hayo magome ya mwembe. Ila masharti, mwanamke anatakiwa awe anapata hedhi. Yani mwanamke anatakiwa awe anapata period yake kama kawaida. Manake huwezi kupata mtoto kama upati period. Inatakiwa mwanamke huyu si chini ya miaka 45. Ila kama miujiza ya Mwenyezi Mungu ni mikubwa, nisikilize vizuri. Shwe kuona mataifa mbalimbali, mataifa mengi duniani, mwanamke anapata mimba katika njia za ajabu ambazo Mwenyezi Mungu anajalia. Na hedhi yake imekata, unamkuta mtu mzima, bibi kizee. Tukiangalia kwenye mitandao imo. Mwenyezi Mungu bado ana hekima yake kubwa sana, na hekima hii
alitufundisha kwa baba yetu Ibrahimu alayhi salatu wassalam, jinsi wake zake wawili wale, mama yake Ismaili na mama yake Ismaili na mama yake Ishaka, kama sikosei, hawa wawili walitupa mafundisho makubwa Nabii Allah Ibrahimu alayhi salatu wassalam kwa Bihajiri na Bisarai, ambao wake zake wawili hawa, mmoja alikuwa hazai, ikawa ni sababu ya yeye kwenda kutafuta mwanamke mwingine ili aweze kuzaa na aweze kupata mtoto. Lakini na nyinyi wanaume ambao mnaokuwa mnawaacha wake zenu kwa sababu ya kuto kupata mimba, angalia usije ukadhalilika wewe. Ni bora kama una mwanamke unahisi kwamba hapati mimba, ongeza mke wa pili ili uone tatizo liko kwako, tatizo liko kwake, kwa sababu isiwe ni kigezo cha kumdhalilisha mwanamke huyo na kumwacha, kwa sababu mimba ni katika rehma zake Allah subhanahu wa ta'ala. Endelea kusubscribe YouTube yangu ili uweze kupata faida. Dawa namba mbili ya mwanamke tasa. Nitakusomea na wewe kama utakuwa na kalamu utaandika hizo dawa ili uweze kwenda kutumia. Dawa namba 2. Chukua yai la kukudume. Kukudume anataga. Na wala mtu asishangae ukikaa na watu polini, mashambani, kukudume huwa linataga. Yako makukudume hata jogoo. Hizi ni rehema zake Allah subhanahu wa ta'ala. Chukua yai la kukudume. Kisha ukishachukua lile yai, liunguze mpaka liwe jivu. Sikiliza vizuri. Liunguze mpaka liwe jivu. Kisha hilo jivu utie ndani ya maji anywe. Mwanamke tasa kabla hajala kitu atumie muda wa siku 25. Chukua yai dume, ukishachukua yai la kukudume liunguze, ukishaliunguza lile yai, jivu lake utalichukua, utakunywa siku 25. Maana yake alfajiri, ukishatoka kuswali salati alfajiri, kabla ujala chochote, tumia yai la kuku dume. Utakuja kunishukuru na utasema kweli Sharif Majini International umenipa dawa ya maana. Lakini vile vile katika kipengele cha pili na cha tatu, unatakiwa mwanamke wewe ambaye ni tasa ujifukize nywele. Hii nakupa nyingine, ujifukize nywele. Kama ni nywele za mume wako, kama ni nywele za mume wako, lakini unatakiwa ujifukize kipindi ambacho uko ndani ya hedhi. Unatakiwa ujifukize kipindi ambacho uko ndani ya hedhi. Wakati wa hedhi unajifukiza mara ngapi? Kutwa mara 3, kisha unakoga. Ukishakoga basi mume wako unaweza ukafanya tendo naye la ndoa. Na usisahau kuomba dua, Allahumma jannibi shaitani wa jannibi shaitani mimma razaqtana. Ni lazima muombe Mwenyezi Mungu akuepushe na shetani katika kile ambacho Mwenyezi Mungu anachotaka kukupa. Kwa idhini yake Mwenyezi Mungu utabeba mimba. Hii kujifukiza nywele kidogo kwa mtu inaweza ikawa ngumu kwako, lakini ndio taratibu hizo tunakupa na watu wanafanikiwa. Sisi ni wataalamu, ndani ya tiba niko zaidi ya miaka 30. Kwa unajua kile ninachokifanya. Ukiona akifai kiache, wala hulazimishwi. Ila wenzio wenye uhitaji wanajua. Lakini mwanamke tasa pia katika kipengele kingine anaweza akanyeshwa au akanywa maziwa ya farasi. Mwanamke tasa anaweza akanywa maziwa ya farasi bila kujua. Ananyeshwa maziwa ya farasi bila ya kujua. Yaani unatakiwa umpe maziwa ya farasi mwanamke aliyekuwa tasa bila ya yeye kujua kwamba haya ni maziwa ya farasi. Chukua maziwa ya farasi, mpe anywe, na akiingiliwa na mume wake atabeba mimba. Mambo yako matatu. Chukua magome ya mwembe. Chukua majani ya mwembe, changanya na magome. Hii dawa namba 1. Chukua yai la kuku dume, lichome majivu yake, utakunywa asubuhi kwa muda wa siku 25 kabla ya kula chochote. Chukua nywele kama unaweza za mume wako, jifukize nazo kidogo, awe na nywele, akibahatika kuwa na nywele zikate, jifukize. Ishanaelewa? Ni katika njia pia ya kutafuta tiba ili uweze kupona. Ni nywele za mume wako, sio haramu hizo, ni nywele za mume wako. Kama mtu anakata nywele na zinaenda zinatupwa masaluni huko na wapi, wewe chukua nywele za mume wako kwa ajili ya tiba, sio kwa ajili ya shirki. Chukua nywele kwa ajili
ya tiba. Lakini pia mwanamke huyu akinyweshwa tasa maziwa ya farasi bila ya kujua, inatakiwa anyweshe yale maziwa yeye asijue kwamba haya ni maziwa ya farasi. Pale pale mume wake akimwingilia atapata mimba. Endelea kusubscribe YouTube Sheikh Sharif Majini International. Nataka nikupe faida. Watu wengi sana wamekuwa wakificha aibu hii. Hii tunasema ni aibu, lakini si aibu. Aibu gani? Aibu hii wanasingiziwa sana watoto wadogo, wakati hata watu wazima nao aibu hii wanayo. Hii ni aibu ya mtoto au mtu yoyote kukojoa kitandani. Watu wanaharibu magodoro kwa kukojoa kitandani. Iwe mtoto anakojoa, iwe mtu mzima anakojoa, iwe mtu yuko katika ndoa anaolewa anakojoa, mpaka wengine wanalala na pampers kwa sababu ya kukojoa. Kukojoa jamani ni maradhi, yani tunasema kikojozi kwa huku kwetu Afrika Mashariki na Kati. Na watu wanakojoa duniani kote. Ndio maana katika ndoa watu wanafichiana siri. Wako watu waume wake katika ndoa wanakojoa. Wako watoto ambao wanakaa mabweni shuleni wameenda kusoma wanakojoa. Analala na mwenzie vitanda vya juu vya chini, mwenzie anakuta mkojo unatoka juu unamwagikia yeye. Haya ni maradhi makubwa sana. Na tathmini tumeifanya baada ya watu kutupigia simu wengi kwamba Sharif Majini, eleza dawa za mtu kikojozi, eleza dawa za mtoto kikojozi, eleza dawa za mtu ambaye anaota yuko chooni na akiota anakojoa. Eleza Sharif Majini International. Ndugu yangu mpenzi, andika hizi dawa kwa faida kubwa. Nenda kachukue haulinjani. Kachukue haulinjani. Kaulinjani au haulinjani na uichunge, yani maana yake uiweke vizuri, kisha changanya na asali. Nenda duka lolote la dawa kaulize haulinjani, alafu kisha chukua haulinjani kachanganye na asali. Dawa hii usiidharau. Ukishachanganya na asali, hakikisha kidogo kijiko cha chai anakunywa asubuhi wakati wa saa ya kulala. Atakunywa asubuhi na usiku, atumie kwa muda wa siku 21. Haulinjani. Nenda katika duka lolote la dawa kachukue dawa inaitwa haulinjani. Hii ni dawa ya Kiarabu au dawa ya Kisunna. Kaulize maduka yoyote, hata kwa Abdulswamad pale rafiki yangu Kariakoo, nenda kamuulize, mwambie nataka haulinjani. Kimwambia tu atajua mwenyewe utakavyoiita. Hizi dawa kila mtu anaita kwa majina yake, lakini ukisema haulinjani tayari ameshajua. Sasa ukishachukua unachukua na asali, alafu unachanganya. Ukishachanganya, mgonjwa mwenye tatizo la kukojoa atakunywa asubuhi kabla ya kuamka kula chochote, na usiku kashamaliza kula wakati wa kulala. Anywe hii dawa ya haulinjani, utakuja kunishukuru. Lakini isage nana. Nenda kaulize dawa inaitwa nana. Isage nana. Hii nana utaisaga kama juisi. Ukishaisaga kama juisi, kaitafute katika maduka ya asili utaipata. Ukishaisaga kama juisi, alafu utaichuja. Ukishaichuja, kikombe cha chai atakunywa asubuhi pamoja na jioni wakati wa kulala. Anaweza akanywa kutwa mara 3. Dawa hii atatumia kwa muda wa siku 25. Nenda katumie. Lakini pia kwa mwanamume au mwanamke ambaye unajua kwa tatizo la haraka kwamba huyu ni kikojozi sana, chukua hivi vitu ambavyo ninavyokuelekeza, alafu utakuja kuniambia. Kachukue mafuta ya karafuu. Kachukue mafuta ya karafuu original, alafu chukua mafuta ya habbat sauda original, alafu kachukue mafuta ya mrehani. Chukua mafuta ya mrehani. Ukishachukua mafuta ya mrehani, alafu chukua kidogo mafuta ya kitunguu saumu. Karafuu, habbat sauda, rehani na kitunguu saumu. Chota kidogo kidogo, weka katika chupa, alafu tikisa zote ziwe pamoja. Ukishapata mafuta haya, mgonjwa mwenye tatizo la kukojoa kitandani atakuwa anapaka wakati wa kulala usiku. Anapaka mwili mzima, mpaka sehemu ya mkuu wa mkoa anapaka, mpaka sehemu ya mkuu wa wilaya anapaka, na atakuwa anapaka mpaka katika masikio yake.
anafumba macho yake, anapaka kwenye kope zake zote na nywele zake zote, kwa sababu yule ni jini ambaye anakaa ni khubuthi na khabaithi, majini wa chooni. Wanakuotesha wewe huko chooni, ama huko njia panda, ama huko kwenye pori, ama huko msituni, kwamba unakojoa, na ukishakojoa unajikuta tayari umekwisha haribikiwa. Hili ni tatizo kubwa, lina wakubwa na wala si wadogo, ila wakubwa baadhi yao wanawasingizia wadogo, kwa kuwa wadogo hawezi kuongea. Hili ni tatizo, tena ni tatizo sugu mno. Inafikia stage mtu anayekiwa mpaka alam kwamba zile nyakati za yeye kukojoa ili aweze kuamshwa. Inshallah endelea kusubscribe YouTube yangu. Mwenyezi Mungu anatosha kuwa hakimu, aweze kutusaidia na wagonjwa wote wenye tatizo la kukojoa kitandani waweze kupona. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.